Hazina Connect tumejikita katika kutoa elimu katika kuchambua, katika kupima masuala yote katika ulimwengu wa fedha. Leo hii ungana nasi tunavyoingia kuangalia taasisi mbalimbali za fedha ambazo zinaweza zikakusaidia pamoja na huduma na bidhaa mbalimbali ambazo wanatoa kwa wananchi na makampuni na taasisi. Karibuni Hazina Connect. Karibuni katika another episode ya Hazina Connect. Naitwa William Joseph Mungai, mkurugenzi mtendaji wa Hazina Financial Services. Tunaokuletea jukwaa la Hazina Connect. Leo hii ningependa sana kuendelea na mada yetu ya ufahamu wa fedha, yani financial literacy. Na leo tujikite zaidi katika taasisi na huduma na bidhaa hizi taasisi wanazotoa ili kufanya maisha yetu yawe rahisi zaidi. Hatuko peke yetu. Ukishazidi kutambua masuala mbalimbali ya fedha, ukijiona umeelimika vya kutosha, sasa inafika muda uanze kuangalia ni taasisi gani inaweza kukusaidia katika safari yako ya ufahamu wa fedha na usimamizi wa fedha zako na ukuzaji wa fedha zako. Kimsingi hizi taasisi naweza nikazigawa katika makundi kama matatu. La kwanza ni kuhusu taasisi gani zinaweza zikapokea kipato chako, zinaweza zikatunza kipato chako, na zinaweza pia ukiwa na uhitaji zikakupa mkopo. Hizi ndio taasisi za kwanza za kupokea na utunzaji. Taasisi za pili zimejikita zaidi niseme labda katika uwekezaji, au unaweza ukazitumia zaidi kwenye uwekezaji na ulinzi wa fedha zako na mali zako. Na mwisho nitaongelea kuhusu kodi na nafasi ya serikali katika mfumo mzima wa pesa zako, kwa sababu serikali naye yumo, naye ni mdau kwenye hela zako, uwe mtu binafsi au uwe kampuni. Ni vizuri tuangalie kwanza katika hii part 1 eneo la mapokeo na utunzaji wa fedha. Kimsingi zipo taasisi kama tatu. Ya kwanza ikiwa vikoba ambayo wengi tumeisikia, ya pili ikiwa SACCOS ambazo wengi nazo si ajabu tumo au tumezisikia, na ambayo wengi tunaifahamu ni mabenki. Vikoba ni nini? Vikoba ndio niseme taasisi ndogo kabisa inayotambulika kifedha katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vikoba ni mkusanyiko wa watu kuanzia 10 lakini wasizidi 30 ambao wanasajiliwa kwenye halmashauri. Kuna miongozo mbalimbali ambayo inaongoza usimamizi wa vikoba, lakini kimsingi ni kikundi cha watu ambao kwa kawaida wanakaa eneo moja, na jina lake ni Village Community Bank, yani benki ya kijijini. Lakini hata mijini zipo, na labda kuna siku hilo neno village litadondoka, lakini zina manufaa makubwa kwa watu ambao wanataka wawe wanakutana pamoja na wananunua hisa ili kujionyesha kwamba wapo kwenye hicho kikundi. Wanataka pia wawe wanaweza kuwekeza hela zao na kukopeshana kwenye kikundi. Lakini wanaweza kusaidiana wakati wa vifo, misiba. Ni kama inavyo jina linavyosema, ni kikundi cha kijamii. Lakini pia wanaweza kuamua kuwekeza kwa pamoja kwenye mradi fulani. Hiyo ni vikoba. Taasisi ya pili ni SACCOS. SACCOS ziko chini ya tume ya ushirika ambao wamekasimishwa hayo mamlaka na Benki Kuu ya Tanzania. Tofauti na vikoba, SACCOS ni
watu ambao wameamua waungane ili wafanye biashara ya fedha. Unaweza ukasema ni mini bank. Ni watu ambao wananunua hisa, wanaweza wakawa zaidi ya 30, na wakaamua labda kwa sababu ya mahitaji maalum kwenye industry yao au kwenye sekta yao ya uchumi. Kuna binamu wa vikoba ambaye anaitwa investment club, ni jina la Kiingereza, au klabu ya uwekezaji. Utakuta vikoba ipo zaidi kwa watu wa hali ya chini, watu wa hali ya kati, lakini hizi investment club au klabu za uwekezaji zinatumika sana na watu wa hali ya kati ambao kwa pamoja wana malengo ya kuungana pamoja ili wawe na mtaji mkubwa. Wanaweza wakakopeshana wenyewe kwa wenyewe, lakini kwa kawaida hizi huangalia fursa za uwekezaji kama kikundi. Basi wanaweza kuunganisha akili zao na mtaji wao wakaenda kwenye soko la hisa, au wanaweza wakaamua kuunda hata kampuni. Kuna makampuni mengi haswa katika nchi jirani kama Kenya ambayo yalianza na investment club na baadaye akaja kuwa makampuni. Moja naifahamu inaitwa TransCentury ambayo iliingia mpaka kununua reli, ilinunua mpaka viwanda, lakini ilikuwa ni kikundi cha watu 15 hadi 20 wanakutana nyumbani kwa mtu mara moja kwa mwezi, wanaongea mambo ya biashara, wanachangishana, mwishoni wakapata mtaji mkubwa, wakaweza kwenda kuanzisha kampuni kubwa. Kwenye SACCOS pia kuna masakos makubwa Tanzania, SACCOS ya wasafirishaji, moja ipo hapo maeneo ya Ubungo, ni SACCOS kubwa kabisa. Kuna SACCOS za walimu maeneo mbalimbali, za manesi. Lakini pia ukiangalia nchi jirani kama Kenya, wao kwenye swala la SACCOS wamekuwa na SACCOS ambazo zina mitaji kama ya benki, wameingiza pesa nyingi. Kuna SACCOS za uwekezaji kwenye apartments na nyumba za kupanga. Wao wana SACCOS mpaka nje ya nchi, ambao raia wao wako kwenye SACCOS ya London au SACCOS ya New York kwa mfano, lakini wananunua na kujenga apartments nchini kwao Kenya. Na hizi ni SACCOS, unaweza ukaziangalia mtandaoni kuona kwamba SACCOS vikoba zina potential kubwa, zina nafasi kubwa katika kuondoa umaskini wa mtu mmoja mmoja na umaskini wa kikundi. Na mwisho kabisa nimalize katika hizi taasisi za mapokezi, mimi nasema za kupokea kipato na za kutunza kipato chako, ambayo ni taasisi ya mabenki. Mabenki wote wengi tunazijua benki. Kazi yake kuu ni kuwa muunganishi. Benki anapokea hela kutoka kwa watu ambao wameamua watunze hela zao benki, lakini pia benki inakutanisha hizo hela na wale wenye mahitaji kwenda kuwekeza kwenye biashara au kununua nyumba au mikopo mingine ya aina yoyote. Kwa benki ni taasisi ambayo inaunganisha maelfu na mamilioni ya watu, na wanacheza nafasi muhimu sana katika uchumi, kwa sababu wanachukua hela kwa walizonazo kwa riba fulani, ambao wanaamua kuitoa hiyo riba, ambao kwa kawaida ni riba ndogo ukiweka hela yako benki. Na kwenye topic ya benki tutaingia zaidi kuhusiana na hilo, lakini wanatoa riba kwa wewe unayepeleka hela benki, lakini yule mwenye mahitaji naye anaweza akachukua mkopo benki, na benki wanapata chakati. Lakini pia benki kwa kutoa huduma kama usafirishaji wa hela, transfers na vitu kama hivyo, pia wanachaji. Kwa benki ina vipato viwili, inachaji kwa ajili ya huduma mbalimbali wanazotoa, kukupa ATM kadi na huduma nyingine unazohitaji, lakini pia wanapata faida katika ile gepu ya wanacholipa wale wanaoleta hela benki na wale wanaokopa benki. Hizo ndio taasisi tatu, na hii ndio part 1 ya somo letu la leo kuhusu taasisi za fedha na bidhaa huduma wanazotoa.